Kumbe mnajua. Hata mpata msichana mmoja hapa anatoka Sekuru ameelewa huku. Sasa leteni ng'ombe kwanza mlipe. Nende na mashemeji. Nimechukua msichana kutoka Sekuru. Sasa tumekuja tukiwa na furaha tele. Na tuzemezane ili tuwaulize kwa heshima, mpigie huyu ndugu Panyako kura. Mimi nilikuwa simuelewe, lakini vile ana communicate, vile anaongea na watu wa Malava, yeye ni muungwana na ni kiongozi. Kwa hivyo nataka tudhibitishe zote kwa kuinua mikono yetu kwamba Alhamisi ijayo, it's not even far, ni next Thursday, wangapi atajitokeza mpigie kura Bwana Panyako. Basi nikisema harambee mtanipa one term. Maana imeandikwa hapa one term. Si ni kweli? Tuna sababu ya kumpeleka huyu jamaa nyumbani. Na nasema one term sio kwa njia ya kiholela, lakini tuna sababu nyingi. Harambee. Hebu inueni tena harambee. Unajua mimi ni mtu wa Wiper. Nikisema Wiper nipatie komboa Kenya. Na tutakomboa Kenya sisi wote wa Malava na Kenya nzima. Wiper. 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 Harambee. One time. Jamaa kaongea jana kwa bunge, aitwa Ruto. Ako na majina mengi. Moja yao ni Kasongo. Nasikia amepatiwa Bunuasi hapa na Maraga. Una ingine? Na ingine? Sasa rais gani duniani amewahi kutoa amri watoto wake wapigwe risasi kwa miguu? Wangapi alisikia Ruto akisema watoto wapigwe risasi kwa miguu? Mmoja alipigwa anaitwa Rex Masai akafa. Mwaka ujana June mwaka jana akapigwa akauawa. Vijana zaidi ya 70 wakauawa. In 2023 mimi na ndugu yangu Raila ambaye amelala karibu tuuawe na hizo risasi. Wengine 70 wakauawa. Lakini tukasema lazima tusonge mbele tukomboe Kenya hii. Ndio mimi nasema kama mwana Wiper tukomboe nchi yetu. Je, nyinyi mko tayari kukomboa Malava na Kenya hii? Wangapi wako tayari kukomboa Malava na Kenya yenu? Na wasifu ndugu zangu viongozi hawa. Viongozi yule Malala, yule mwanaume halali yule. Nilikuwa na yeye Magarini huko kwa Wagiriama, yule halali. Alafu huyu Khalwale, tumetoka mbali na Senator Khalwale. Huyu ndio ile chuma ilikuwa inasonga na kuunganisha Kalonzo na Raila. Nikikataa Khalwale na Mudhama wananifunga miguu. Huyu jamaa huyu tumetoka mbali naye na aogopi. Kama Ruto hana Khalwale hana msimamo. Alafu tuko na wewe ndugu Eugene Wamalwa, kwa miaka 2 iliyopita tumezunguka Kenya hii na Eugene Wamalwa kila mahali, hata huko Malindi Magarini tulikuwa naye na yeye achoki. Alafu kuna governor chipukizi aogopi, anasema tawe. Yaani Waluya wale walikuwa naitwa wale Waluya ati nyinyi ni watumishi, nyinyi ni cooks and watchmen, anasema tawe. Kila Mkenya apate haki yake. Kwa hivyo tumekuja tusifu muungano huu. Msijali wenzangu wawili ambao nilikuwa na wao kwa One Kenya Alliance. Wao angalia weta simuoni. Natafuta ma-DVD simuoni. Basi hawa waambieni mimi Kalonzo tulikuwa na hawa ndugu zangu. Leo nimewapatia mkezi wape. Wangapi anasema patie ma-DV retire. Nilisikia akisema msipochagua mtu IBA atafutwa kazi na Ruto. Mudavadi ile heshima amebaki nayo. Ningekuwa yeye Mudavadi ningesema Ruto nifute. Kwa sababu akifutwa na Ruto anapata umaarufu.
Si Ruto alifuta Gachagua? Leo Gachagua ako kila mahali. Sijui kama Malala utampigia simu aongee na watu hao shikuse. Yaani ukifutwa kazi na Ruto unakuwa shujaa. Kwa hivyo usiogope Mudavadi kufutwa kazi. Fanya haki. Hata hiyo kazi umefanyia mambo ya nje, ushulukia mambo ya Kenya ya nje, angekuja yule ndugu yangu tumetoka mbali. Lakini naona amesalimu amri ya mtu ambaye hana heshima duniani kote. Jana Ruto anasema kwa kikao cha bunge kwamba nataka Kenya iwe first world, nchi ya dunia moja kama Menana Kalwale, ati Kenya iwe kama Singapore, iwe kama Malaysia, iwe kama Thailand na iwe zingine hata Marekani. Lakini huwezi kufanya Kenya kuwa first world kwa wizi. Yaani Ruto ndiye reigning champion wa rais duniani, yule mfisadi. Alikuwa ameshindwa na moja wa huko Syria ambaye amekimbia uhamishoni Moscow. Yule reigning champion wa wizi duniani ni William Ruto. Je, William Ruto atafanya Kenya first world kwa wizi? Inawezekana kweli? Kwa hivyo lazima tumwambie ukweli, wa Kenya wamechoka. Unasema unaunganisha wa Kenya. Tunataka tujue kutoka hapa Kabras, kutoka Malava leo. Wa Kenya ndio wameungana kumtoa Ruto mamlakani. Wangapi wako tayari kufanya hiyo kazi? Angeanza na kusema mimi na Kibaki. Mnakumbuka nilikuwa makamu wa Kibaki. Mimi na Kibaki tulikuwa tumesema Vision 2030 imebaki tu miaka 5. Angalau angeanza hapo kusema miaka hii 5 itakuwaje. Lakini hebu angalia, elimu ameharibu. I like you Kalwala because I'm so surprised that you have seen it so clearly. Elimu haijulikani. Mwalimu mwenyewe hajui CBD ni kitu gani. Mtoto mwenyewe hajui CBD ni kitu gani. Pesa, CB whatever. CPC haijulikani. CPC CBD ni central business hata mwenyewe hajui CBD ama CPC haijulikani. Mimi nilikuwa waziri wa elimu pamoja na Matiang'i. Wakati huo tukaanzisha mfumo wa pre-primary education. Mnakumbuka hiyo ya Kibaki? Hata hiyo yenyewe imetupiliwa mbali. Kina mama ndio hawa wakienda kujifungua, hakuna ile linda mama, ni kama linda tumbo yake. You cannot make Kenya a first world nation by corruption, by kuonyesha mambo ambayo hayaeleweki. So we do with Vision 2030. Then we look at Vision 2060. And then we will look at Kenya at 100 years. This is how you develop. Lakini sio kuamka asubuhi na kuleta maajabu ambayo hawezi kueleweka. Kwa hivyo sitaki kuongea zaidi, hao wenzangu watawasalimia, lakini mimi nataka nione tena. Nimemsikiliza Panyako. Anajua kuitisha kura. Na leo nataka mjue that 3 candidates of United Opposition. Mmoja kutoka Mbere North, mahali aliko Rigiji sahi. Na yule tulikuwa naye Magarini, anaitwa Stanley Kenga. Alafu nimemsikiliza huyu jamaa Panyako. Hawa viongozi watatu. Hata Wiper tuko na moja Unguja. Unguja sini hapa kwa Wajaluo. Nitaenda kupitia huko kesho. Tuko na candidate na yeye nimsikilize. Lakini huyu anafaa. Anafaa hafai? Wangapi wanasema Panyako anafaa? Neno la mwisho, wamepanga kuleta guns. Yaani ukiona watu wameshindwa, wanaanza sasa kutumia violence. Wanataka mji hapa mpigane, mpigwe tear gas, wengine mtupiwe marungu, kina mama waseme hatutaenda kupiga hiyo kura. Hiyo ndio namna, hiyo ndio mpango ambao wako nao. Mahali tumetoka hapa, wanaume kina mama kwanza ndio wamefukuza polisi. Umeona polisi wakifukuzwa na raia? Kwa sababu huu mkutano ni halali. Huu katika mpangilio wa IBC this one week. Kwa hivyo usiogope, usiuziwe uoga. Ukiambiwa wakipiga tear gas, panguza maji alafu rudi ukapige kura. Mtafanya hivyo? Hilo anataka ni ukipigwa tear gas upotee mpaka hiyo kura ipotee. Kwa hivyo mkifanya hivyo mtafanya. Asante.
Ake mama wake tumpigie makofi. Alikuwa amepigiwa time. Alizima moto. Tumpigie mama makofi. Kope hata ukifanya nini. Upolisi wenyewe ndio wamevinyiliwa zaidi. Asanteni.